Karibuni tena katika chaneli yangu ya Chapa Zedoni. Leo nitaelekeza ni namna gani unaweza au njia ipi inabidi uifuate mradi upate kulipwa pesa YouTube. YouTube inalipa kwa Tanzania na inalipa vizuri kabisa. Ni njia zipi unaweza ukazifuata ili mradi upate pesa YouTube? Kwa mimi hapa kipindi naanza YouTube, nilianza ni zero kabisa, nimefungua mwenyewe, sikununua account na wala sikushauri ukanunua account. Kwa sababu unaponunua account, mwenye account kuna maudhui yaliyokuwa na post. Maybe alikuwa na post mambo ya muziki, alafu wewe unataka ukapost mambo ya nini? Ya comedy. Two different. Subscribe nao kutamule hawahusiani na hayo mambo. Cha kwanza, ukitaka uanze kulipwa YouTube, utafute masaa 1400 na subscribe 1000. Mimi nilisahau screenshot kipindi naanza, lakini masaa kata tata masaa 4000 nilikuwa na haya hapa. Haya hapo ni masaa 60 na ngapi? Masaa 69. Masaa 69 ya watching time, zile video ndefu zile ambazo kama unaziangalia una skip zile, nilifikisha masaa 69 kipindi naanza. Alafu hiyo mstari wa chini ni viewers 900, ambao hapo viewers 900 inabidi ifike viewers milioni 10, na kwanza nina 900,000. Nilikuwa na F9, sorry F9. Hapo target ifike viewers milioni 10. Ila hii ya juu masaa 69. Target nifike masaa 4000. Kwa nikapambana nikasogea tena masaa haya hapo unaona. Sikukata tamaa, nikana upload kwa muda, kila siku lazima niache video yenye dakika 10, dakika 5, nimekosa dakika 10, dakika 5. Nilikuwa nina nia kweli. Kaendelea kwenda nikafikisha masaa 4000. Masaa 4000 nimefikisha ndani ya miezi miwili. Wewe nani ushindwe? Mimi nimefikisha masaa miezi miwili natumia simu, nikafikisha kwa miezi miwili. Masaa 4000 na viewers milioni 1.4. Nikafikisha masaa mangapi? Masaa 4000 hizi hapo unaziona. Nilikuwa naweka rekodi ili siku niweze kuwasaidia YouTube wanaoanza. Umeona? Kwa hiyo nilifikisha masaa 4000.5 na viewers milioni ngapi? Viewers milioni 10. Sikukata tamaa. Baada ya kufikisha YouTube itakuwa, kwa sababu wewe unaanza kama hujafikisha hivyo viwango, kuna hili hapa neno apply alitowaka, atakuwa limefifia. Mimi baada ya kufikisha likawaka kama hivi. Kipindi nataka ku-apply nika screenshot ambayo ni hii hapo, ambapo ku-apply itakupeleka sehemu ya kukagua nini? Kukagua channel yako. Inakagua nini? Video sio na copyright. Copyright utumie, yani ukiwa umetumia hata nyimbo ya msanii, yani kitu ambacho sio halali yako. Kuna sound track unaweza kuzitumia ambazo hazina madhara, kama zile actors zile zinaga madhara, umeona. Ila ukaweka hata nyimbo ya msanii au ukakopi kitu cha mtu, hata umechukua video content yangu mimi hii hapa ukapost kwenye channel yako ya YouTube. Mimi kama niwe tu nipo fair, ila nikiamua naweza nikakublock na account yako ikapigwa copyright sticker. Ukipigwa 3 account yako inafungwa. Kureview, wanaanza kureview vitu vitatu. Umeona? Cha kwanza hiki hapo, wana review video zako zote kama hazina tatizo, wanakuja na review. Cha pili, wana review kwamba masaa yamefanikiwa au ni maudhui yako safi hivyo. Kwa vitu vitatu, vipengele vitatu, wakisha review hapo sasa, ukishafanikiwa hapo unaingia kipengele kingine cha kujaza details za Google AdSense. YouTube hailipi, inayolipa ni Google AdSense. Google AdSense ni nani? Google AdSense ni yule anayeleta matangazo katika video. Kama unaangalia video ukibonyeza kuna matangazo ya kuskip. Yule ni Google AdSense ambaye yeye ndio anayefanya na alipa YouTube wote. Umeona? Unajaza details zako, kadi yako ya benki, sijui posta kadi, sijui vitu vipengele hivi hapo unavyoviona. Sio nchi uliokuepo mkoa, sababu YouTube wanatumia nchi mbalimbali. Na especially Tanzania tumepata nafasi hiyo kwa vijana. Sasa hivi kazi hakuna. Kazi zote tunajiengage huko na tunapiga hela vizuri tu. Umeona? Baada ya kujaza details zangu walivyo review fresh, mambo akaisha. Video zako zote ulizozipost unabidi uingie YouTube Studio ukaweke alama ya dola. Alama ya dola ambayo ni kama hii hapa. Hii hapa ikishaka kwenye video yako, it means kwamba inamaanisha kwa video yako ipo tayari kufanyaje? Kuingiza hela. Kwa video yako yote kama full utaplay au utatangazwa, mbona inabidi uskip. Kwa ile tangazo lile litakuwa ndo kama wadhamini wa video yako, wanadhamini na wanaacha hela pale. Kwa video zote, unaona video zangu zote zimewekwa nini? Alama ya dola. Wewe sasa huwezi kuweka kama hujafikisha masaa ya vigezo. Kwa hapo bado ukishika alama ya dola, hela zitakuwa ndo zinaanza kusoma sasa. Na mimi mfano mzuri, hela nimefikisha
dola ambazo zilikuwa 0.23 hii hapa, ambao ni mwezi Septemba, mwezi niliozaliwa mimi, 0.23. Baada hapo nilifurahi kila YouTuber ambaye anaanza. Nilifurahi na nikaona ndoto zangu zinakaribia kufanyaje, kutimia. Na sikushauri ukate tamaa. Kama una nia kweli, kama ni YouTuber kweli, kama una ndoto kweli, usije kukata tamaa hata siku moja. Muhimu ni kufanya kazi. Na mimi hivi yote nimefikisha, sikufikisha na kamera wala nini. Ni simu, tena simu zenyewe hata unaweza kama umetumia simu nzuri. Sijai kuposti content nikawa natumia iPhone nini hizi Infinix hizo yani. Umeona? Kwa baada hapo kufikisha dola ngapi? Dola 0.23 ambayo ni mwezi Septemba. Nikapambana nikafikisha dola hizi hapo 30 something hapo unazoziona. Ukiconvert hapo it means kama 80,000 elfu ngapi ziko zinasubiri. Na hela unaanza kutoa ni kuanzia dola 100. Inabidi uanze kutoa dola 100. Mimi na dola 30. Nikafikisha dola hizi hapo 90 na I think ni 90. Sina kumbukumbu sijeka lo. Yaani sikuandika pembeni ila nafikisha dola 90. Umeona? Kabla sijasahau kuna step nisiruke. Kipindi unaanza kulipa ambapo pale mimi nimerudia 0.23. Unapofikisha dola 10, Google AdSense itakuhitaji wewe ujaze kitu kimoja kinachoitwa kwa Kiingereza kodi kwa Kiingereza ni tax. Umeona, ujaze tax ambayo ni kodi. Serikali inabidi ipitie kodi yako katika akaunti yako. Mimi nalipa kodi kwa serikali kupitia akaunti yangu ya YouTube. Mimi ni Mtanzania, naweza ningesimama mbele ya mtu nikajigamba kwamba nalipa kodi ambayo serikali inachukua 30% ya hela utoa YouTube. Cha pili inabidi uverify address. Hii sasa katika vipengele vyote. Hiki ni cha pili kwa kigumu. Cha kwanza kufikisha masaa na subscribe na kupata address ambayo una verify YouTube ihakikishe je, ni kweli upo Tanzania. Mimi nimeverify address yangu ni hii hapa. Unaoiona niliverify ambayo hii address inakuja na kitu umeona Google AdSense hii hapa alama yake. Kwa hii inapotoka imenilenga mimi mhusika ambayo kama unaweza kuona jina hili hapo, PO box yangu eneo nilipo Tanzania. Umeona? Ndani unakuta pini 6 ambazo pini 6 inabidi ndio uzijaze katika address ambapo hawawezi kutumia kwa kutumia email, ili mradi wanamaanisha nini? Hawataki kutumia kwa kupitia email. Hakikisha kweli wewe ni Mtanzania na address uliyojaza ni sahihi. Umeona? Kwa hiyo utatumia kodi hizi hapa 6 ambazo utasubiria ndani ya wiki 3. Utatuma kutumia PO box. Ukishajaza pale wewe umemaliza. Wewe ni kama kazi, pata kipato utoe. Kama utakuwa na maoni, swali, nipo tayari kumsaidia YouTuber yoyote mdogo anaanza for free kabisa. Kwa namba zangu unaweza kunitafuta 06 27 27 70 42 ya WhatsApp ya kawaida. 06 27 27 70 42. Nipo tayari kumsaidia YouTuber yoyote anayoanza for free, kwa sababu mwenyewe nilipitia vikwazo vigumu. Kila unayempata YouTuber anahitaji umpe chochote kitu. Kwa ipo hivyo. Nashukuru kwa kunisikiliza kwa muda huo, na nasisitiza kuomba share hii video kwa YouTuber yoyote unayemfahamu. Ili aweze kupata elimu, na kama na shida yoyote anicheki kwenye namba ile nilotaja. It means kwamba huwezi jua. Na watu wengi wanatamani kwa, na mimi nasemaga kitu hichi kimoja. Laiti ningekuwepo na mtu ambaye anaweza kunielekeza, ambao kama mimi nimejitolea kuelekeza YouTuber wote, ningekuwa nimefanikiwa kitambo. Sema nilikopo sina YouTuber mzuri wa kunielekeza. Ipo hivyo, lakini sasa hivi nashukuru nimefanikiwa. Kwanja naingiza kama kawaida. Kwa hiyo usisahau kushare video kwa YouTuber yoyote. Hata kama wewe sio YouTuber, unajua mwenzako anapambana. Mpe hii video. Unaweza leo baada ya leo usione tena. Asante sana.